Wewe tena? Poa. Unanifuata mpaka huku? Soko lina kelele nyingi. Lakini ukweli upenda kukaa kimya. Mimi sina muda wa mafumbo yako. Niachie maisha yangu. Maisha yako hayako mikononi mwako tena. Niliyafungulia milango jana usiku. Mimi sijafungua mlango wowote. Milango mingi haifunguliwi kwa mikono. Inafunguliwa kwa hofu. Kwa kuamini sicho kiki. Umetuaje? Msaada wa kweli haichelewi. Kwa sababu jua unakuwa umekalia. Hakuna kitu kama hicho. Hamna mtu anaweza kujua mambo kabla hayajatokea. Si kila kitu kinachotokea tokea kwa bahati. Wewe ni nani hasa? Mimi ni jibu la maswali yenu. Lakini bado hamjajua ni maswali gani mnapaswa kuniuliza. Usinishukuru. Ushukuru ukweli ambao bado haujafufikia. Kuna kitu kinaita pole pole. Ni nani anatuita kimya? Ni nani anatufahamu ndani? Ndani ya siri, ndani ya siri. Kuna sauti haitaki kuniacha. Hii si hali ya kawaida. Huyo mtu anajua kila kitu kabla hakijatokea. Huo si msaada, bali ni mipango. Lakini ni mipango ya nani? Ya kumuua au ya kumwokoa? Yaani mtu anaweza kuijua ajali kabla haijatokea, anaweza siwe mwokozi. Ndani ya siri, ndani ya siri. Kuna sauti haitaki kuniacha. Yaani anaweza akawa yeye ndo chanzo cha hizo ajali zote zinazotokea. Lakini mimi ndo ningeumia leo. Kama si yeye, saizi ningekuwa hospitali. Hivi mnajiuliza kwa nini alikuwa pale? Kwa nini ilitokea mbele yake? Watu hawachagui matatizo, ila huwa yanatokea. Na msaada unapokuja, huwezi kukataa kwa sababu ya hofu. Hofu si tatizo. Tatizo ni nani anayetumia hiyo hofu. Kama kweli anatusaidia, kwa nini maneno yake yanatisha kuliko matukio yenyewe?
na kama ni msaada, tutaendelea kukimbia kila wakati? Mimi nahisi kuna kitu kimoja nyinyi hamkielewi. Kuna msaada unaweza kuja ili uishi, lakini kuna misaada mingine inakuja ili kufanya wewe mtegemee huyu aliyokusaidia. Hii si bahati, hii ni akili inayocheza na nafsi zetu. Huyo kichaa sio kwamba anahitaji kutusaidia, ila nataka tujifunze kumtegemea yeye. Kama tukimhitaji, tukishaanza kumhitaji, basi hatutajua tofauti kati ya msaada na mtego. mume wangu una akili, hujawahi kuongea kitu kisieleweke. Jamani, kwa nini tusiweke mambo yetu sawa ili tuende na mikakati hiyo tuleta hapo? Yaani naona kila siku tu, yani kila mkitisha kikao ni mambo ya kichaa, yani mimi siwaelewi. Unajua sometimes mnakera nani? Kwanza mimi nimeshawachoka sasa na mambo. Yaani kila ukicha kichaa. Ukisikia kikao ni kichaa. Hivi au huku tulikuja kupambana na masuala ya kichaa? Maana kumekuwa kila ukicha vikao ni kichaa tu, ni kichaa. Mnachosha. Lakini Wewe nyamaza. Afu kumkeni hapa tumelipa kodi. Siku zinazidi tu kusogea mbele. Sijui tuanze tena kulipa kodi mara ya pili. Mimi niko ndani. Twende. Je, tunakimbia au tunajificha? Ndani ya siri, ndani ya siri, kuna kilio kisicho na sauti. Ndani ya siri, ndani ya siri, giza linaongea bila maneno. Kama tulivyoelewana, si ndio? Kuna mtu hajaelewa kati yenu? Wote tumeelewa. Kama hivyo, yani wewe na mwenzako mtashuka upande wa kule chini karibu na hospitali ya mkoa kule. Sawa? Alafu mimi na Ima tutaenda kule shule ya msingi. Wewe utapita pale center katikati pale. Mtapita, mtakisha kila kitu kile sawa. Sawa. Umeelewana, si ndio? Tuhakikishe tunarudi mapema. Yaani fanya vitu vyako kwa wakati, wewe kurudi hapa. Sawa? Imani, huko pameshatuchosha. Tutakuwa tukamilishe kilichotuleta, tuondoke tu. Una shida gani sasa? Wale, kuna nini? Kwani vipi? Ole, kuna nini? Kuna nini? Nakuuliza kuna nini? Nini kimetokea? Ndoto. Ndoto?
Kuna sauti inanifuata, inaita jina langu sasa. Nikitazama gizani, inayo haikutoka hapa. Iko hapa. Ndoto haiwezi kuacha kitu halisi. Basi haikuwa ndoto. Inamaanisha anatuona hata tukilala? Hapana, haishii kutuona tu, anaingia hadi ndani ya usingizi wetu. Mbona unaongea kama kuna kitu unakijua? Je, tunakimbia au tunajificha ndani ya siri? Ndani ya siri. Ole. Kumbuka mimi ni mchumba wako. Lazima nikuzingatie kwenye mambo kama hayo. Sije nikaukosa. Achana nao. Kaa tulie. Tunakataa kuona, lakini lipo wazi ndani ya siri. Ukikimbia kinakuja, ukisimama kinakusubiri. Unataka nini kutoka kwetu? Subirini niwaonyeshe kitu ambacho hamjawahi kukiona.
kuna sauti inanifuata. Usiende! Inaita jina langu sasa. Ufunguo unanikuta. Nikitazama gizani nayo. Sio mimi. Iko hapa. Tuko ndani ya nyumba ikimya, lakini ukimya unazungumza. Uko sawa? Niko sawa. Lakini ufunguo siuoni. Kuna kitu kinatembea gizani, hakionekani, lakini kinaniona. Hivi una mtatizo gani? Yeye unakaa unatesa tu watu bila sababu. Si ungetini na yule aliyekukosea? Ni dili na walionikosea. Kwani mimi mpaka nimefikia hali hii nilikuwa nimewakosea nini? Nilikuwa sina hatia. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Alafu aliyekuambia kwamba dunia sasa inahitaji kutendewa wema ni nani? Ni nani? Dunia sasa inahitaji wema Ima. Dunia sasa si kama ya zamani iliyokuwa imesuka twende kilioni. Dunia sasa imesuka mabutu. Yaani dunia sasa haihitaji kutendewa wema, na hata wema wenyewe wanaoishi kwenye hii dunia haiwahitaji. Na ndio maana ukiangalia asilimia kubwa wanaopata shida kwenye hii dunia ni wale wanaojifanya kutenda mema. Wabaya wanaenjoy. Nimefika hali hii kwa sababu nilikuwa ni mtu mwema natenda haki. Alafu unaniambia eti sijui niwafuate wa nini? Mimi yule atakayejiingiza kwenye mchezo wangu nitadili naye huyo kwanza, alafu baadaye ndo nitarudi kwa yule aliyenikosea. Wewe, nimechoka na mambo yako. Hivi, kwani usiwafuate wenye makosa? Unakaa unarukia tu. Wewe. Afu mimi nakujua vizuri. Wewe. Na mpaka usaifu wako na ujua. Oh. Unanijua? Ndio nakujua. Unanijua vizuri. Hunijui. Hunijui. Nakujua.
Ngoja nikwambie kitu kimoja, mimi sijulikani, na kama unahisi unaanza kunijua, basi jue ndo unanisahau kabisa. Yaani pale ndani kila siku itakuwa bunguru 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 bunguru, siachi baya bwera. Kuna kitu kinatembea gizani, hakionekani, lakini kinaniona kila hatua ninayopiga. Kuna sauti inanifuata. Tumeingia bila kujua, tulidhani ni mwanzo mpya, lakini kila kona ya nyumba ina macho yasiyoonekana. Tunacheka kuficha hofu, tunanyamaza kuficha kilio, lakini ndani kabisa ya nafsi kuna kitu kinaita pole pole.